Mwanzo kabisa wa simulizi hii, tunashuhudia tukio la ajabu linalotokea ndani ya nyumba ya Mungu, ambapo mchungaji mmoja yupo bize anamwombea binti aliyefika kanisani kulalamika kuhusu kukosa mume kwa muda mrefu. Mchungaji huyo anamsisitizia binti kuwa chanzo cha tatizo lake lote kipo kwenye miguu yake, na ili kukomesha mkosi huo inabidi avue nguo yake ya ndani. Binti anaposhangaa, mchungaji anasema hayo ni maneno ya Mungu na asije akakasirika. Kwa woga na matumaini ya kupata upako, binti anatulia, ananyanyuka haraka na kuvua nguo yake ya ndani na kumpatia mchungaji, huku akitetemeka sana na kuomba upako wa hali ya juu. Mchungaji anachukua mafuta ya upako na kuanza kunyunyizia kwenye ile nguo ya ndani, huku akizidi kukemea pepo, huku binti akiwa bado amebaki anamshangaa. Mchungaji anaendelea kwa kumwambia kuwa wanaenda hatua inayofuata ya kiroho zaidi, akimkumbusha jinsi Ibrahimu alivyomtayarisha mwanawe Isaka juu ya madhabahu kabla ya kumtoa sadaka. Hivyo na yeye anaandaa madhabahu hapo kwa ajili ya kuvunja hicho kitu kilichopo kwenye miguu yake. Anamwamuru apanue mapaja na asogee mbele bila kuogopa, kisha anamnyanyua na kumweka juu ya meza kama madhabahu. Anamwambia apanue mapaja na apandishe sketi juu, na binti wa watu anatii. Mchungaji anaanza kumwombea huku macho yote yakiwa yametumbukia kwenye kisima live, huku akionekana kushikwa na tamaa za mwili katikati ya maombi hayo. Lakini kabla hajafanya mengine, mara ghafla watu wanaingia na kuwafuma papo hapo. Sasa kabla hatujafahamu ni nini kilitokea, jina la filamu hii inaitwa Pastor Dickson. Okay? Turudi mwanzo wa filamu na ndio utalewa vizuri. Mwanzo kabisa wa filamu, tunamwona mchungaji huyo akiongoza ibada kubwa kanisani kwake, na huyo ndiye Pastor Dickson, na hili ndilo kanisa lake. Anajulikana kwa kuwa mtu wa kushusha maombi mazito sana. Kabla ibada haijachanganya, Pastor Dickson anamsimamisha na kumtambulisha mke wake anayeitwa Joyce mbele ya waumini, na kanisa zima linashangilia kwa makofi. Baadaye mahubiri yanapoanza, Pastor Dickson anatumia mfano wa kitambaa kwa kumwambia kijana mmoja asimame na akidake kitambaa anachomrushia. Kijana anashindwa kudaka na kitambaa kinadondoka chini. Mchungaji anachukua kitambaa hicho na kufundisha kuwa baraka zikija hazitakiwi kukwepwa bali kupambaniwa. Baada ya hapo, maombi mazito ya kukemea shetani yanaanza, huku nyimbo za kiroho zikipigwa. Ibada inapomalizika, Pastor Dickson anamwachia jukwaa msaidizi wake anayeitwa Pastor Tony ili aendelee na taratibu nyingine. Pastor Dickson anaelekea ofisini kwake na kuanza kuzungumza na binti mwingine anayeitwa Rosie, aliyekuja kulalamika kuhusu kukosa mume. Mchungaji anamwambia anaona mume mlangoni kwake, lakini anampa sharti la kuja kwenye funga ya maombi kila wikendi ambapo watakuwa wawili tu peke yao. Rosie, ingawa anashangaa kuwepo wawili tu, anakubaliana na mpango huo. Muda huo huo, anaingia mzee mmoja anayeitwa Mzee Yuda akiwa na hasira tele. Pastor Dickson anamwomba Rosie awapishe ili azungumze na mzee huyo. Mzee Yuda, ambaye ni mmoja wa baraza la wazee wa kanisa hilo, anasikitishwa na kitendo cha sekretari kumzuia kuingia, na pia anamlaumu Pastor Dickson kwa kukimbia vikao na kusababisha kanisa kupata hasara tangu baba yake Dickson, ambaye ndiye aliyekuwa mwanzilishi wa kanisa, afariki dunia. Pastor Dickson anajaribu kumpoza na kukubali kuwa atahudhuria kikao cha kesho yake jioni. Lakini Mzee Yuda akishatoka, Dickson anacheka kwa dharau na kuapa moyoni mwake kuwa hatahudhuria kikao hicho, maana hataki kupangiwa mambo na baraza la wazee, bali anataka kutawala peke yake. Baadaye Pastor Tony na sekretari wa kanisa anayeitwa Sofia wanaingia ofisini. Pastor Tony anajaribu kumshawishi Pastor Dickson kuhusu umuhimu wa vyama vya ushirika vya kitume kanisani, lakini Dickson anamfukuza kwa ukali, akisema yeye ndiye nguzo kuu ya kanisa na hataki mambo ya vyama. Pastor Tony anapoondoka, Sofia anabaki kutoa taarifa ya wanachama wanaozidi kujitoa. Lakini Pastor Dickson hamuelewi wala hajali kazi. Badala yake, anaanza kumtongoza Sofia na kuwaza masuala ya ngono tu. Sofia anajaribu kumkanya azingatie kazi, lakini Dickson anamshika na kuanza kumpiga busu zito. Na mwisho wa siku, Sofia anasalimu amri na kuruhusu mahusiano yao ya siri yaendelee. Upande wa nyumbani, tunamwona mke wa mchungaji, Joyce, akiwa anawafundisha watoto. Dickson anapoingia nyumbani, Joyce anamjulisha kuwa mama mzazi wa Dickson yupo humu ndani, anaumwa sana baada ya kuwasili kutoka kijijini kumtembelea. Badala ya kuonyesha huruma, Dickson anamkejeli mama yake kwa kusema wazee wa zamani wana muonekano mbaya na hana msaada wowote, kisha anapanda gorofani bila hata kwenda kumjulia hali mama yake mzazi. Joyce anabaki na majonzi makubwa moyoni. Huko chumbani gorofani, Joyce anapopanda anamkuta mume wake akijiridhisha mwenyewe kwa mkono. Dickson anashtuka na Joyce anazuga kwa kucheka. Joyce anajaribu kutumia fursa hiyo kujisogeza ili watende tendo la ndoa, lakini Dickson anamkataa na kuanza kumkejeli kuwa amekuwa mnene na hana muonekano wa kuvutia tena. Maneno haya ya kashfa yanamuumiza sana Joyce na kumfanya abaki akilia kwa uchungu kitandani. Siku iliyofuata ofisini, mchezo wa Rosie unajirudia tena.
Dickson anamtaka Rosie avue nguo ya ndani ili amwombee vitu vilivyopo kwenye mapaja yake. Anachukua nguo hiyo na kuiwekea mafuta ya upako, kisha anamnyanyua Rosie na kumweka juu ya meza na kumtanua miguu huku akitazama katikati kwa tamaa. Wakati akiwa katikati ya kitendo hicho, sekretari Sofia anaingia ghafla. Dickson anazuga kwa kumshusha Rosie na kuificha ile nguo ya ndani kwenye mfuko wake badala ya kumrudishia. Rosie anaondoka akiamini amefanyiwa maombi ya kweli. Sofia anapobaki na Dickson, anamuuliza kwa wivu kuhusu vitendo vyake, lakini Dickson anamtuliza na kuanza kumweleza mpango mpya wa kusaka umaarufu mkubwa wa kanisa, mpango wa kufanya muujiza wa uongo wa kufufua maiti. Sofia anakubaliana na wazo hilo. Siku ya Jumapili inapofika, maigizo yanajiri madhabahuni. Kuna sanduku la maiti linayowekwa mbele na Pastor Dickson anaanza kuomba kwa hisia nyingi, huku Sofia akiwa busy kurusha tukio hilo live kwenye mtandao wa Instagram. Katika kile kilichoonekana kama muujiza, ile maiti inainuka na kufufuka. Waumini wanashangilia sana. Mama mchungaji Joyce anaruka kwa furaha na watu wote wanaamini Dickson ana nguvu za ajabu. Kumbe ulikuwa ni mchezo uliopangwa tu. Baada ya tukio hilo, mama mmoja anafika mbele akiwa na kijana wake aliyekuwa kipofu kwa muda mrefu ili aombewe. Pastor Tony anawapa nafasi na kumtaka Pastor Dickson adhihirishe nguvu zake hapo. Dickson, akijua fika kuwa hana miujiza ya kweli kwa mtu anayeumwa kweli, anaanza kusita na kumgeukia Sofia kwa siri kuuliza kama hawa ni watu wao wa maigizo, lakini Sofia anaonyesha kuwakana. Ili kukwepa aibu, Dickson anawagomea na kuambia warudi Jumapili ijayo. Mama na mwanawe wanaondoka kwa huzuni, lakini Pastor Tony anawaonea huruma na kuwaita pembeni, kisha anaanza kuwaombea kwa dhati. Ghafla, kijana yule kipofu anadondoka chini na kuanza kupiga kelele kuwa anaona. Muujiza wa kweli unatokea kupitia Pastor Tony. Dickson anapoona hivyo, anawahi na kumnyang'anya Tony mikrofoni na kujipendekeza mbele ya kanisa kuwa yeye ndiye aliyempa Tony mafunzo hayo. Baadaye nyumbani, Dickson anakutana na mama yake mzazi sebuleni. Mama anamlalamikia kwa uchungu kuhusu jinsi anavyoendesha vibaya kanisa la marehemu baba yake na jinsi anavyowatenga ndugu. Dickson anammaliza mama yake kwa kumtukana na kuingia ndani bila kujali afya ya mama yake. Usiku unapofika, Joyce anajaribu tena kumsogelea mume wake kitandani kwa ajili ya haki ya ndoa, lakini Dickson anamfokea na kumtuhumu kuwa anataka kumbaka. Joyce anapolazimisha kidogo, Dickson anaamua kuchukua shuka na kwenda kulala sebuleni, akimwacha mke wake akilia kwa majonzi. Mambo yanazidi kuwa magumu kanisani, ambapo wagonjwa wengi wa kweli wanajaa kumtafuta Pastor Dickson ili awaponye. Dickson anawaogopa na kuwakimbia. Baadaye ofisini kwake akiwa anakunywa pombe na Sofia, anamuita Pastor Tony na kumtangazia kuwa amemsimamisha kazi ya uchungaji kwa sababu anafanya maombi ya siri bila kibali chake. Pastor Tony anashtuka, lakini anakubali na kuondoka zake. Usiku huo nyumbani, Joyce anamuuliza Dickson kwa nini amemfukuza Pastor Tony. Dickson badala ya kujibu, anaanza kumzushia mke wake tuhuma za kimapenzi na Pastor Tony. Joyce anapaniki na kumkanya mume wake, akimkumbusha kuwa mwili wake ni hekalu la Bwana na anaiheshimu ndoa yao, tofauti na tabia chafu za Dickson. Hapa ndipo sehemu ya kwanza, part 1 ya filamu hii ya Pastor Dickson inapoishia. Kama ikitoka sehemu ya pili ya filamu hii, basi nitawaletea, ila usisahau kusubscribe ili usipitwe na simulizi zijazo.